Ni vizuri mkawa mnatenga siku za kukutana nao, kuzungumza nao, kuwakumbusha majukumu yao hawa tiba mbadala. Kwanza kuhakikisha kwamba wote wana leseni, wanatakiwa kutuchangie kwenye kwenye bajeti ya halmashauri, lakini wao wanatakiwa kuimarisha amani na utulivu, sababu nao wanasikilizwa kwenye engo zao hawa balaa. Kuto kufanya ramli chonganishi. Tumekuja sisi kama wawakilishi tukikaa na wenzetu tuko tuwaeleze. Kuto kufanya hizo ramli chonganishi zinaleta kadhia kwenye jamii, zinaleta maudhi kwenye jamii. Lakini kuto kulaza wagonjwa. Yaani unamchukua mgonjwa unakaa naye. Hapa kama wiki mbili zilizopita mama mmoja kutoka Dar es Salaam kaja kafikia kwa mganga aje. Alipoona amezidiwa kabisa, yule mama yuko chakali, ndio mbio kamkimbiza hospitali. Pale hospitali akifa, lawama kwa nani? Kwa madaktari. Lakini ukitazama alikuwa kwa mganga wa jadi wiki nzima yuko kule. Anapigwa nyungu tu. Wiki nzima. Kwa hiyo ningewaomba sana ndugu zangu waganga wa jadi, mpo hapa. Tushirikiane kwa pamoja. Baada ya vikao vyako na msukumo, kama unakumbuka tufanya vikao kule nyuma, sasa tuna idadi ya waganga waliosajiliwa na kupata vyeti 32, wauza dawa 4. Kati yao tuna 7 wameshamaliza chakato na ngoja vyeti. 10 tulikagua vyeti vyao vimeisha, tumewapa control number walipe. Kwa hiyo tukimaliza idadi yote tutakuwa na watu 53. Nia yetu ni kwamba kuendelea na mchakato mpaka kufikia kuwasajili waganga wote ambao wanakisiwa kuwa 72 katika wilaya. Tunakushukuru kwa msukumo wako na tunaendelea kushirikiana na ofisi za vijiji. Ni imani yangu sasa wazee hawa baada ya kuzinduliwa watatusaidia kutoa hamasa ili watu waingie kwenye mfumo, kwa sababu ni takwa la kisheria na serikali inawatambua kwa hilo. Kwanza tuna changamoto tunazozipitia kwa wagonjwa wetu ambao tunawapokea. Mgonjwa mwingine unaweza ukampokea na ukamwona kwamba hali yake sio mzuri, maradhi yake yanatakiwa aende hospitali. Mgonjwa unapomshauri kwamba twende hospitali, mgonjwa anakuwa mkali na anakuambia mimi hospitali nishakwenda na vipimo vyote nishapitia. Kumbe ile anakuambia si sahihi. Kwa hiyo kama mganga inabidi uchukue ushauri wako wa kumshauri yule mgonjwa. Tumepewa ushirikiano na watoa huduma hospitalini kwamba unaweza ukawapigia simu na ukawaeleza matatizo yule mgonjwa. Watajua jinsi gani ya kukusaidia wewe kumchukua yule mgonjwa na kumpeleka hospitali. Mfano kifua kikuu, ana dalili hizo. Kwa hiyo tupige simu na kumuita mtoa huduma na atatukuta pale. Kwa hiyo wito wangu naomba kwamba tumhoji vizuri mgonjwa, na tukishamhoji vizuri mgonjwa tujue jinsi gani tunamsaidia yule mgonjwa. Tusikae na kumng'ang'ania. Kwa hiyo ukishafika muda wa saa 24, omba msaada hospitalini ili aje mtoa huduma hospitalini azidi kukusaidia hiyo.